Mimi sipendi kuchekesha. Mimi napokuja kuzungumza kuchekesha ni unakuwa sio kipindi tena. Miaka mingapi umekaa nyumbani toka umemaliza chuo? 11 na miezi 5. Ndio umeajiriwa. Wewe umemaliza lini chuo? Mwezi wa ngapi? Mwaka gani? Kozi gani? Walimu. Wewe umemaliza mwaka gani? Naam? 90. Mwaka 2011 uko darasa la ngapi? Darasa la 6. Kwa hiyo huyu akiwa hajamaliza shule, huyu alikuwa amemaliza chuo kikuu, hana kazi. Nisikilize. Haya mambo ya kucheka kijinga hivi ndio maana mnapata shida kwenye kazi. Kuna jambo linalochekesha hapo. Unapaswa umshukuru Mungu kwamba yule akiwa ni mwanafunzi wa shule ya msingi, kuna mtu alikuwa amemaliza chuo hana kazi. Afu unacheka. Don't jump because everyone is jumping. Afu mnakaa hapa kijinga tu mnaanza kucheka. Wamekuja kuchekesha hapa. Unapaswa ujifunze kwamba mnakaa kwenye grupu moja, mnajadiliana, hamko sawa. Sio, mnanielewa? Ndio maana yule yuko la 6, yule aliyemaliza 2011 chuo wapi? Huyu anamaliza chuo kikuu. Lakini hana kazi. Huyu kasoma la 6, la 7, form 1, form 4, sio kaenda form 6, kaenda chuo kamaliza. Anaajiriwa, ndo mwenzake anapata kazi. Hamko sawa. Hamko sawa. Mnaonana asubuhi wote mmeoga, mna macho mawili, masikio mawili, kila mmoja mpaka mafuta kwenye uso wake anang'aa. Kuna mtu amekaa nyumbani miaka ya kukuzaa wewe. Usio kafuata mkumbo, kaeni. 500 unaona kwamba haina maana. Lakini kwenye baa ya mwenzako ina maana. Unaenda kwenye vijiji, heka moja shilingi 200,000, huoni ni fursa. Mtaenda huko sio kwenu. Mtaenda kupanga nyumba za watu. Hawa watu hawajasoma kama wewe. Mwingine aliishia la 3, amechoma mkaa, kachoma tofali, kajenga nyumba. Wewe unapanga. Unaenda kupanga, una milioni 6 kwa mwaka kwenye mshahara wako. Una nafasi ya kuchukua 500,000 ukaenda benki ukakopa shilingi milioni 12. Uone ni fursa. Unaweza usijenge hapo kijijini tulipokupeleka, jenga kijijini kwenu. Watumishi wenzako wakapange huko kwenu, wasemeni nyumba, mwenye nyumba ni nesi. Yuko Rudewa. Aliajiriwa mwaka jana. Unakopa milioni 12, unaambia ndugu yako huko nachoma tofali, amechoma. Nunua mbao, nunua bati, jenga, piga lipu, watu wahamie. Fikiria mambo ya maendeleo. Kizazi hiki tulicho nacho tufikirie uchumi. Nyewe wa kiume umepata kazi. Sasa wa kisingizio gani? Mambo ya kurandaranda punguza. Tafuta mwenzako, oa, tulizana kwenye mji wako. Anza kufocus maisha. Utaduna hapo unajikuta una miaka 45, umebakiza 15 kustaafu. Unaoa. Una miaka 47, mtoto wa kwanza anazaliwa. Umebakiza 13. Unastaafu miaka 60, mtoto wako wa kwanza anamaliza darasa ndo anamaliza la 7. Utatukana kila mtu. Kwa ninyi wa kiume, kwa sababu una nafasi hiyo, umepata kazi yako, kinachofuata nenda ukajitambulishe. Tengeneza mji. Ule wimbo wa bado nipo kwanza haukuhusu. Umenielewa? Huo wimbo kwako umesha expire. Kwa sababu kuna watu hapa hausikira mtu. Kuna watu hapa na masikio ya kenge, hasikira baba wala la kaka wala. Sasa nimekuambia mimi, wewe wa kiume uliyepata kazi, kama umeshazalisha watu huko, kusanya watoto wako wasitelekezwe wakwenda kwenye kusumbua viongozi kwenye maofisi. Unashtakiwa usawa wa jamii kila ofisi. Baba wa huyu mtoto ni muuguzi yuko Makete. Kama umezaa sana, kumbuka na kulea. Sio, umenielewa? Na nyewe watoto wangu wa kike, punguzeni kuchagua. Chagua nazi uvuna nini? Corona. Punguza kuchagua. Sifa zingine kuna nazo huko mnapoishi. Maana pia watu wamechunguza sana, hata walipokuja kuchagua wakaishia kujikuta wameenda na corona huko nyumbani. Lakini ni mambo binafsi. Mimi nasubiri mambo yale ya msingi. Kwa hii kazi nataka kila mmoja atoka hapa ana spirit ya kwenda kufanya kazi kwa nguvu.